Ejiro kwa macho yake alishuhudia usaliti mkubwa sana. Desmond alishindwa hata kuzungumza. Aibu kubwa ilimtawala. Ejiro hakuamini alichokiona, hivyo alishindwa kuvumilia kitendo kile. Aliondoka haraka. Desmond alimkimbilia Ejiro hata apate nafasi ya kuzungumza chochote, lakini Ejiro hakutaka hata kusogelewa na aliondoka. Maumivu makubwa sana aliyapata Ejiro. Alilia sana. Rafiki yake anayemwamini alimsaidia kila kitu, leo anamfanyia hivi. Bado Priya aliendelea kupitia nyakati ngumu sana. Akiwa yupo kwenye tafakari, Brian aliingia. Alishangaza sana kumwona Ejiro kwenye hali hiyo. Ejiro, uko sawa kweli? Aliuliza Brian. Hapana Brian, siko sawa kabisa. Ejiro alijikuta anamkumbatia Brian huku akizidi kulia. Niambie Ejiro, shida nini? Penginepo naweza kukusaidia. Ejiro alikaa kimya. Baadaye alisema, nimemkuta Desmond nyumbani kwake akiwa ananisaliti. Pole sana Ejiro, alisema Brian. Tena nimemkuta akiwa na Priya. Hapa Brian ndipo akaanza kuchanganyikiwa na yeye baada ya kusikia jina la Priya ambaye ni mpenzi wake. Ejiro na Brian waliendelea kubaki pale huku wakikumbwa na maumivu makubwa kwenye mioyo yao. Muda ulivyozidi kwenda, Brian akambeba Ejiro na kumpeleka kumlaza, maana alikuwa tayari ameshalala. Brian alihakikisha binti amelala vizuri na kumfunika, ndio akaondoka. Asubuhi Ejiro alichelewa sana kuamka mpaka Brian alifika. Unaendeleaje? aliuliza Brian. Ejiro akasema, kichwa kinaniuma sana. Waliendelea kufarijiana huku Brian akimtaka sana Ejiro kusahau kila kitu. Baadaye Desmond alifika kwa Ejiro. Wakati Ejiro anatoka kuelekea shule, alimkuta Desmond sebuleni. Unafanya nini hapa? aliuliza Ejiro. Nisamehe sana Ejiro, kwa uaminifu kabisa nataka nikuoe, yani uwe mke wangu. Unajua wewe ni mjinga tena ni mbwa. Ndiyo, ni kweli, ila nakupenda wewe. Ejiro alishangazwa sana huku akimwambia, imetosha na hata sitaki tena kukuona hapa. Desmond baada ya kuona amekosa nafasi kwa Ejiro, aliomba arudishiwe zawadi zake alizokuwa anampatia Ejiro. Zawadi tu au kuna kingine? Nisikilize, kutumia zawadi zako zote ulizokuwa unanipatia kila siku na sitaki kukuona tena. Ejiro aliondoka. Jioni Brian kama kawaida yake alimtembelea Ejiro, lakini alimkuta kwenye majonzi. Brian ikabidi achukue jukumu la kumliwaza bibie, hivyo aliamua kutoka naye wakitembea tembea mitaani kwa ajili ya kuiweka akili sawa na kusahau yaliyotokea. Ogopa sana rafiki yangu ukutane na changamoto hizo alafu huna mtu wa kukuliwaza. Hebu tuandikie kwenye comment, wewe ukikutana na changamoto kama hizi huwa unafanya nini kurudisha akili yako sawa? Desmond hakuwa na ajizi, akaamua kumchukua Priya na mdogo wake Daniel waishi nyumbani kwake. Huku nao waliamua kugonga glasi na kuanzisha mahusiano yao. Basi waliendelea kutaniana na kujikuta wamesahau kilichotokea. Siku hadi siku yakawa mahusiano bora sana kati ya Ejiro na Brian. Movie yetu bado inaendelea, kuna vitu tutavifahamu hapa mbele. Ejiro alipigiwa simu na Brian akimwambia kwamba ana jambo la msingi sana ambalo anataka kumwambia. Baadaye alifika na Ejiro akusubiria. Alimuuliza hicho kitu ni nini? Brian alianza kwa kumtania kuwa hakuwa na chochote cha kumwambia. Ejiro akahisi tu labda Brian amepata kazi. Ndipo Brian akathibitisha kuwa ni kweli amepata kazi, na hii ni baada ya kushinda kwenye interview. Ikawa furaha sana kwa Brian pamoja na Ejiro, ila Brian alimshukuru sana Ejiro kwa kumwombea. Huku tunamuona Priya na mdogo wake Daniel wakiwa wanaenjoy life kwa Desmond. Leo Desmond aliamua kudhihirisha kwamba hampendi Priya. Hii ni baada ya kufika na mpenzi wake mwingine kisha kumtambulisha kwa Priya. Pia hakuamini anachokiona na alichosikia. Wewe nani uingilie mambo yangu ndani ya nyumba yangu? Desmond, unamaanisha nini? aliuliza Priya. Mimi na wewe hatuna mahusiano, nimewaweka tu hapa kwa sababu hamna pa kukaa, hivyo nani kakupa haki ya kuongoza maisha yangu? Sisi ni kama marafiki tu. Kwa hiyo Desmond, umeamua kutembea na sisi wote? alisema Priya. Huyu dada aliyeletwa na Desmond ni rafiki yao na akina Desmond alijibu, ndio hivyo unavyoona. Wewe umesahau kama ulimsaliti rafiki yako Ejiro. Hivyo narudia tena, wewe na huyu dogo mpo hapa kwa sababu hamna pakula, sio vingine. Kwa madoido kabisa Desmond alimtambulisha mpenzi wake mpya na kuingia naye chumbani. Wakati Ejiro akiwa na Brian waliona taarifa habari inayosema kuwa kuna uchunguzi ulikuwa ukifanyika chini ya EFCC na umemtia hatiani Desmond, hivyo atahukumiwa kwa ulaghai wa mali, huku vidhibitisho vingine vikikutwa nyumbani kwake. Taarifa hiyo ilimshangaza sana Ejiro. Akamwambia Brian kuwa vipi kama bado ningekuwa kwenye mahusiano naye. Ejiro na Brian walimshukuru sana Mungu kwa kilichotokea. Shout out kwako mtazamaji wetu. You are the best. Tukutane tena kwenye movie nyingine mpya. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tu inapotoka.